Siku ile ya Juma nasema kuwa ni Juma Kuu. Naposema ni Juma Kuu, ndipo tayari hitimisho linakuja. Napokuja hitimisho, ndipo unaona kuna mafundisho mengi zaidi sana. Ukisoma katika Injili ya Marko Mtakatifu sura ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 47, kuna mafundisho mengi. Biblia ina mafumbo makubwa sana. Ukitamani tuweze kutafakari moja baada ya nyingine, muda hautoshi. Lakini kwa njia hii unaweza ukafuatilia. Na unapofuatilia kipengele kimoja baada ya kingine, utaona jinsi ambavyo Yesu anaendelea kufundisha. Na hii Juma Kuu ndipo watu wamejipanga kwa ajili ya kukamatwa na mambo mengine yote yanaenda kutendeka kwa ajili ya kumkamata Yesu mpaka kifo cha Yesu. Na hata pale msalabani ndipo anasema kwa maneno 7 pale msalabani. Na ndipo siku hii ya Juma Kuu unaona pazia la hekalu linapasuka. Pazia la hekalu linapopasuka, tayari kila mmoja anawekwa huru, anaweka wazi. Anapowekwa wazi, tayari una uhuru wa kuingia patakatifu pa patakatifu. Una haki, una uhalali wa kwenda kumwambia Mungu wa mbinguni. Na zaidi ya yote, kabla hujaingia lazima ujitakase. Ndivyo tumeona jinsi ambavyo tumesoma ile Injili ya Yohana sura ya 11 mstari wa 55. Anasema kuwa watu wanaenda kuila sikukuu, lakini wataingiaje bila kujitakasa, bila kuhani? Kwa maana mpaka awepo kuhani awaombee. Anapoombea wanakuwa wasafi, ndipo wanamkaribia Mungu wa mbinguni. Na ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, jinsi ambavyo Musa anaongoza wale watu, wanatamani kuonana na Mungu wa mbinguni, lakini Mungu anamwambia Musa, waambie watu hawa wajitakase, wasimkaribie mwanamke, wasifanye jambo lolote lililo kinyume, ili waje waweze kuonana na mimi. Lakini wanajitakasa, wanakuwa wasafi. Nasi watu wa Mungu tunapoendea Mungu wa mbinguni, lazima tujitakase, tuwe wasafi, ndipo tutaendelea kumwendea Mungu wa mbinguni. Na ukiangalia katika ibada zetu na katika maombi yetu ya kila siku, ni lazima uanze na toba, ujisafishe. Kwa maana unamkosea Mungu kwa kuwaza, unamkosea Mungu kwa kunena, unamkosea Mungu kwa kutenda. Kwa maana na Yesu akasema kuwa, ukisema kuwa sisi hatuna dhambi, tunajifanya yeye aliyekuja kwa ajili yetu kuwa ni muongo. Tunamkosea Mungu kwa matendo ya aina mbalimbali. Cha kufanya kikubwa, lazima uwe mtu wa toba. Mawazo yetu hayako sana mawazo ya kwake, wala njia zetu haziko sana njia za kwake. Hata matendo yetu ni vivyo hivyo. Kikubwa cha kufanya ni kuwa na utakaso. Na kwa maana hii siku ya Ijumaa, Yesu anapokufa pale msalabani, pazia la hekalu linapopasuka, tayari tunakuwa na uhuru wa kusema chochote. Na anasema kuwa ombeni kupitia jina langu. Yaani ninapoomba kupitia jina la Yesu, tayari unakutana na Mungu wa mbinguni. Kwa maana tulikuwa tumetengwa. Tulipokuwa tumetengwa, tuko mbali na Mungu. Lakini Yesu amekuja kwa ajili ya ujumuisho. Ukija kuangalia, amekufa kwa ajili ya kifo cha aibu. Njia ya msalaba ilikuwa ni kifo cha laana. Lakini baada ya laana, Yesu anakibadilisha, kinakuwa ni ukombozi. Na ile alama ya msalaba ukija kuangalia, unaweza kuona kitu kama cha kawaida, lakini kuna mafundisho makubwa sana. Ule msalaba umekaa kama alama ya kujumulisha. Na kama alama ya kujumulisha, yani alama ya kuongeza. Kwa maana sio alama ya kutoa. Tulikuwa tumetengwa na Mungu, lakini Yesu anakuja, anaposhuka, anakuja kujumuisha. Ndipo anasema kuwa ombeni kwa jina langu. Na anasema kuwa lolote muombalo kupitia jina la kwangu mtapewa. Ndipo anasema kuwa, je, kati yenu ni yupi ambaye mtoto wake atamuomba mkate atampa jiwe? Je, ni yupi mtoto wake akimwomba samaki atampa nyoka? Lakini kama sisi watu wa kawaida hatuwezi kuwatendea watoto wetu hivyo. Anasema kuwa Mungu wetu wa mbinguni anatuwazia mema sana, anatuwazia kutendea alikuwa mema sana kuliko sisi ambao tunatamani kwenda kutenda. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nikwambia hivi, una nafasi kubwa kwa ajili ya kumwendea Mungu wa mbinguni. Kwa maana anasema kuwa tazama, roho zote hizi ni mali ya kwake. Roho ya huyo baba ni mali ya kwake. Roho ya huyo mama ni mali ya kwake. Kwa hiyo umwendee Mungu wa mbinguni. Na kwa maana wamewekwa watumishi aina mbalimbali, na jinsi ambavyo wakina Musa waliitwa, wakina Haruni waliitwa, wakina Yoshua waliitwa, na mitume na manabii wengine wote wameitwa, ili kukusogeza mahali fulani kupeleka mahali pengine, hatimaye uweze kumkaribia Mungu wa mbinguni. Kwa maana katika ulimwengu huu tunapita, na kama tunapita, Yesu alikuwa ni Mungu, lakini alikuwa mwanadamu kamili. Alipita kama mwanadamu,
lakini alivumilia. Na katika maisha tulio nayo lazima uwe na uvumilivu. Uwe ofisini uwe mvumilivu, uwe shambani uwe mvumilivu, uwe kwenye biashara uwe mvumilivu. Jambo lolote unalolitenda lazima uwe mvumilivu, lakini usijisumbue kwa neno lolote lile. Kubwa kuliko yote ni kukesha na kuomba na kumwambia Mungu wa mbinguni, kwa maana ukitamani kupambana na vita hii, vita sio ya kwako, ni vita ya Mungu wa mbinguni. Na kwa maana Yesu akasema kuwa watu wangu kaeni ndani ya kwangu na mimi nitakuwa ndani ya kwenu. Kwa maana tunapokaa ndani ya Yesu Kristo, tunapokuwa wasafi, tunapomwendea Mungu wa mbinguni, hatuonekani sisi, bali anaonekana Yesu Kristo. Kwa maana anaposema kuwa mkae ndani ya kwangu, sawa, piga mfano tu, labda kuna chombo, labda kuna chupa, labda ina maji. Yale maji yako ndani ya chupa, unapoangalia ni chupa, lakini ndani kuna kitu. Nasi maisha yetu tunapokuwa tumemkaribia Yesu, tunapomwendea Mungu wa mbinguni, hatuonekani sisi, bali Yesu anaenda kuonekana. Kikubwa kuliko yote, mtu wa Mungu, haijalishi unapitia maeneo mangapi, haijalishi unapitia mapito mangapi, kikubwa uwe mvumilivu. Yesu alikuwa mvumilivu hadi mauti ya msalaba, lakini kupitia hayo amekupatia nafasi, yani kujifanya yeye maskini ili uwe tajiri, kujifanya wewe kutukanwa uwe huru, yeye kutukanwa uwe huru. Kubwa kuliko yote, simama kwa kusudi la Mungu wa mbinguni. Na zaidi yote, kabla ya kumaliza, tunashukuru sana ndugu zetu mafundi mitambo na Holiness Media. Mungu wa mbinguni awatangulie. Kwa nafasi hii wanatamani kufika mahali pamoja au na mahali pengine ili huduma iweze kufikia, lakini watafanyeje ili waweze kusogea hatua moja baada ya nyingine? Hivi vyote ni kwa ajili ya vipawa ambavyo Mungu ameenda kutuachilia. Wewe una kipawa cha kwako na mwingine ana kipawa kingine. Sisi wote tunaenda kujenga mwili wa Kristo. Napo ujenga mwili wa Kristo, na ushuhuda wetu na watu wengine wamjue Mungu kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubwa kuliko yote, simama kwa kusudi la Mungu wa mbinguni. Lakini lazima tuweze kumwambia Mungu wa mbinguni awasogea hatua moja baada nyingine. Sio waishie hapo, anatamani kufika mahali pengine. Na ikiwezekana basi unaweza ukawasapoti wakafanya jambo lolote lile. Sio hapa na maeneo mengine. Sio hapa. Yani kuna watu wengine hawana hata nafasi ya kuweza kusikia neno la kupitia mtandao huu. Kupitia maneno haya, watu wengine wanaenda kupata uponyaji. Ukiamini na Mungu ambaye anaenda kutenda. Kwa njia hii basi ninaomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwanangu aliye hai, asante kwa ajili ya kibali ulichoenda kuachilia katikati ya kwetu. Mungu wa uzima, endelea kujitukuza katikati ya kwetu. Zaidi yote nikiweka ndugu zetu Holiness Media, Mungu simama katikati ya kwao. Si hawa tu, najua kuna matai mengi ambayo yapo pamoja na wao. Asante kwa ajili ambao wanaendelea kuwasupport. Mungu wa uzima usiwapite. Na hata huyu mtazamaji na anayesikiliza kipindi hiki, Mungu wa uzima usimpite. Katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti. Kiua chochote kwa ajili ya kufanya, kwa ajili ya kuendeleza huduma hii, Mungu wa uzima, Baba, hakika ukampatie kibali. Na Mungu wangu na Baba yangu, unajua hakika huwezi ukamwacha. Hebu umguse anapoonekana yeye. Kuna familia ambayo yuko nyuma ya kwake, mfalme amani, ufanye kuwa nuru ya watu wengine, mfalme. Maana wewe Yesu ulisema kuwa mtu yeyote hawezi kuwasha taa akaiweka chini ya pishi, lazima aweze kuweka juu ya kiango na watu wengine wakaweze kuiona hiyo nuru. Baba, umfanye mama huyu awe nuru ya watu wengine, umfanye baba huyu awe nuru ya watu wengine, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, ninatiisha kila roho zote za ufuatiliaji katikati ya kwake. Mungu uli hai, katika jina lako Yesu, umuinue kwa kiwango kimoja au kingine, mfalme amani. Mpe baraka zako kutoka mbinguni ambazo ni za rohoni na mwilini, kwa kuchukua jina lako nikomba kushukuru kupitia jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naam, ndugu mtazamaji wa Holy Land Media, ulikuwa na mtumishi Eliabi na umeyasikia mengi katika kipindi hichi cha Kwaresma, na kubwa nililojifunza mimi ni Yesu kuwa ndani yangu. Yesu akiwa ndani yangu, sina tofauti na ile chupa ya maji. Chupa ya maji ikiwa haina maji, ukiitupa mtu ataiokota. Na sasa hivi chupa ni dili, ikiokotwa itaenda kusagwa.
Lakini ikiwa na maji itaheshimika. Ni sawa na wewe ukiwa na Yesu, mimi nikiwa na Yesu, ndani tutaheshimika. Naam, asante sana na tunakushukuru sana mtumishi kwa maneno haya ya kipindi hichi cha Kwaresma. Mungu aendelee kukutumia na aendelee kututumia sisi Holy Land Media kuwapa habari hizi za Mungu, watu wa Mungu. Na asante sana na Mungu akubariki. Asante sana. Kikubwa cha kufanya, unajua kipindi hiki ni kizuri sana. Inawezekana kuna watu wanatamani kuwasapoti kwa hatua moja baada nyingine. Inawezekana basi mnaweza kukatuma namba zenu za simu, hatimaye wanaweza kasapoti kwa njia moja nyingine. Itapendeza sana kwa maana ni ujumbe mzuri kumtoa mtu hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini mnatamani na nyinyi kufika mahali fulani. Na kuna watu wanatamani labda kuweza kusapoti huduma ya kwenu. Itapendeza mtumishi wa Mungu uweze kutaja namba za simu, hatimaye inawezekana watu wakafanya chochote kwa ajili ya kueneza huduma yenu. Naam, asante sana mtazamaji wa Holy Land Media. Ulikuwa nami Andrew Ngoe. Na sasa tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Tuijue Biblia. Na usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Na kama utapenda kutusapoti, namba zetu zinapita hapo juu, hapo chini. Naam, hapo chini utazipata na utusapoti ili tuweze kufika kiwango cha kuwafikia maelfu ya watu kumjua Mungu katika kipindi hichi ama media yetu ya Holy Land Media. Na ukitaka kutupata katika mitandao ya kijamii, unaandika holyland_media TZ. Unatupata katika mitandao yote ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pia utatupata. Asante sana na Mungu awabariki.